Bwana vipi? Naomba leo nizungumze kidogo kuhusiana na nguvu, mamlaka na nafasi ya makamu wa rais. Makamo wa rais. Ndugu zetu Zanzibar hawasemi makamu, wanasema makamo wa rais. Sasa hivi karibuni niliweka kipande cha video nikimuuliza swali rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ni kwa namna gani anajisikia zaidi ya miezi 6 tangu aapishwe wizara 4 hazina mawaziri. Wizara hizo ni wizara ya afya, wizara ya viwanda na maendeleo ya biashara, wizara ya utalii na mambo ya kale, wizara inayohusika na ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, na kimsingi hii huwa inashughulika na masuala ya mazingira. Lakini pia nafasi ya makamu wa kwanza wa rais na yenyewe ipo wazi mpaka sasa. Wanasubiriwa ACT wapendekeze majina ili uteuzi ufanyike na baadaye uapisho. Sasa mdau alitaka kujua iwapo likitokea la kutokea na nafasi ya makamu wa kwanza wa rais ipo wazi, nani atachukua nafasi ya urais Zanzibar? Baadaye kidogo nitafafanua na namna gani ambavyo neno ndiye linatofautisha majukumu ya makamu wa kwanza na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Neno ndiye. Turudi kwenye historia kidogo. Zanzibar imekuwa na mvutano mkali sana wa kisiasa tangu uwapo wa vyama vingi na uchaguzi mkuu wa mwaka 1995. Swala hili likapelekea kubaguana, kutengana, kutozikana, wakati mwingine kujenga chuki na uhasama kwa sababu tu ya itikadi za kisiasa. Jambo hili likapelekea Wazanzibari kutaka kufanya mabadiliko kwenye katiba yao. Hivyo Maalim Seif na Karume wakaketi mwaka 2009 kuzimaliza tofauti zao. Baadaye makubaliano yakawa ni mabadiliko ya katiba. Mabadiliko hayo yakafanyika na Julai mwaka 2010 ikapigwa kura ya mabadiliko ya katiba. Mwaka huo huo Oktoba, yani 2010 Oktoba, ukafanyika uchaguzi mkuu. Maalim Seif akashika nafasi ya pili kwenye ushindi wa urais Zanzibar, kwa sababu chama chake kilipata kura za urais kwa zaidi ya 10% kwa matakwa ya katiba. Hivyo CUF ikampendekeza Maalim Seif kuwa makamu wa kwanza wa rais na hatimaye Dr. Shein akamteua kuwa makamu wa kwanza wa rais. Vuguvugu la kisiasa likapoa Zanzibar. Hatimaye Maalim wakahamia ACT Wazalendo. Kutokana na nguvu na ushawishi wake, watu wengi wenye ushawishi nao wakamfuata. ACT hivi sasa ndicho chama cha upinzani chenye nguvu Zanzibar. Kinasubiriwa kipeleke majina ili kuteua zile nafasi nilizozisema. Sasa turudi kwenye swali la msingi kuhusiana na nguvu, mamlaka ya makamu wa kwanza na makamu wa pili wa rais. Kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 toleo la mwaka 2010 inaeleza vizuri kuhusiana na majukumu ya makamu wa kwanza na makamu wa pili. Nisikilize kwa umakini. Makamu wa kwanza wa rais atakuwa ni mshauri mkuu wa rais katika kutekeleza kazi zake na atafanya kazi zote atakazopangiwa na rais. Makamu wa pili wa rais atateuliwa na rais kutoka miongoni mwa wajumbe wa baraza la wawakilishi kutoka katika chama anachotoka rais. Lakini makamu wa pili wa rais atakuwa ndiye mshauri mkuu wa rais katika kutekeleza kazi zake na pia atakuwa ndiye kiongozi wa shughuli za serikali katika baraza la wawakilishi. Nadhani mmesikia neno ndiye. Makamu wa kwanza atakuwa ni mshauri mkuu wa rais katika kutekeleza kazi zake na anafanya kazi zote anazopangiwa na rais. Makamu wa pili wa rais atakuwa ndiye, neno ndiye nadhani umelisikia hapo, mshauri mkuu wa rais katika kutekeleza kazi zake na pia atakuwa ndiye kiongozi wa shughuli za serikali kwenye baraza la wawakilishi. Jibu kwa swali la mdau lipo hapa. Endapo kiti cha rais kitakuwa wazi kwa kufariki au kujiuzulu au maradhi ya kimwili au kiakili au sababu nyingine yoyote itakayomfanya rais kushindwa kutekeleza kazi za rais, watu wafuatao kwa mujibu wa mpangilio watashika nafasi hiyo. Kwanza, makamo wa pili wa rais, au ikiwa hayupo, spika wa baraza la wawakilishi ambaye anatoka katika chama anachotoka rais, na yeye ikiwa hayupo, jaji mkuu wa Zanzibar. Mimi ndiye niliye kuelezea.
naamini wewe ndiye uliyenielewa. Na utaratibu unataka pale ambapo uchaguzi umekamilika na tumepata idadi ya viti katika baraza la wawakilishi, basi kwa mujibu wa idadi ya viti tunagawana nafasi katika baraza la mawaziri. Kwa hivyo tuliwataka wenzetu walete majina kwa ajili ya kuweza kukamilisha baraza la mawaziri. Kwa bahati mbaya wana malalamiko, wana hoja ambazo wangetaka kwanza tufanye mjadala kabla hawajaingia katika serikali ya umoja wa kitaifa. Mimi naamini kwamba majadiliano haya yatakamilika na tutarudi katika serikali ya umoja wa kitaifa kama katiba yetu inavyotaka. Lakini wewe mwenyewe binafsi unajisikiaje kuongoza serikali huku ukiwa na wizara 4 hazina mawaziri na wala huna makamu wa kwanza wa rais? Kwa kweli si jambo ambalo linatija. Bila shaka bila viongozi kutakuwa kuna kazi ambazo hazifanyiki vizuri. Lakini tuna mategemeo makubwa kwamba mkwamo huu utaisha, tutarudi katika serikali ya umoja wa kitaifa na watu wataendelea kuchapa kazi. Kwa sasa tuna makaimu mawaziri. Tumewapa baadhi ya mawaziri, tumewapa instrument za kukaimu wizara ambazo sasa hivi hazina mawaziri. Kwa hiyo kazi zinakwenda, lakini sio kama vile ambavyo wangekuepo watu wa kudumu. Wakati unataja baraza la mawaziri, nadhani na baadaye wakati ukiapisha ulisema ni kama unatoa siku 90 hivi kuhakikisha kwamba wenzenu kwa maana ya ACT wao wameleta majina, lakini mpaka sasa kimya. Siku 90 pia zimepita, Mheshimiwa Rais. Siku 90 ni kwa mujibu wa katiba. Katiba inatamka kwamba baada ya siku 90 rais anaweza akafanya uteuzi ambao anautaka. Anaweza kufanya, sio maana yake lazima afanye. Sasa kwa sababu mazungumzo yanaendelea, nimeona ni busara kutofanya huo uteuzi mpaka tumalize mazungumzo. Kama tutakuwa tumeelewana, basi watarudi ili tuendelee kuchapa kazi. Sasa